unakoishi? Kwa majina naitwa Jonas. Ndio. Naishi Kiseke. Wanasikia kweli? Naishi Kiseke. Unaitwa nani? Naitwa Jonas. Nyangi Jonas. Naishi Kiseke. Ndio. Mtaa wa Nyamusara. Sawa. Mimi Ndio. siku ya Jumanne nilikuja hapa kanisani. Jumanne. Nikasema na Ndio. Mwanangu binti wangu alikuwa na changamoto. Ndio. Binti wangu yuko nje, yuko mkoa wa mbali. Mkoa gani huko? Songea. Ndio. Anafanya kazi huko. Sawa. Ndio. Sasa wakati anahamia mpaka kuna nyumba za wafanyakazi. Ndio. Akakuta kuna nyumba ya kuishi na vyumba vitatu na jiko na sehemu ya kufugia kuku. Ndio. Basi akasafisha akawa amehamia. Sawa. Alipohamia akawa akakaa kama siku 3. Siku ya 4 panya zikajaa ndani. Panya zikajaa ndani. Panya nyingi. Nyingi zinalia mchana. Mimi niko gani kimpigia simu. Nasikia vitu vinapiga kelele. Najua labda amewasha TV, labda ndio. Kwa hiyo nikasimuulizi. Sasa anashangaa siku nimekuja hapa nina shida yangu na baba. Jumanne wakati narudi nikasema naona hata sina 500 ya bajaji. Ngoja nitembee nikapandie lami. Sasa wakati natembea naenda nikampigia. Nikasikia tena wale panya. Wanasema nikasema kila siku nasikia kelele afu mlio ni huo. Muda wote panya wanalia. Anasema hata mchana ukitenga hivi chakula panya wanapita kwenye mboga. Inabidi amwage tena aenda akakue mboga nyingine. Nikamuuliza hicho ni nini lecho? Akaniambia mama, yani kuna panya. Akawa anaswaga nasikia anaswaga. Anasema yani unaswaga kama kuku. Nikasema ziko sehemu gani? Anasema yani juu ya dari, jikoni, hata kwenye miguu. Yani haziogopi. Nikamwambia hizo panya sio za kawaida. Kama madhabahu ninayoiabudu. Kama hizo panya ni za kawaida zitamaliza siku 3. Lakini kama sio za kawaida zitamaliza siku 3. Akaniambia mama, hapana. Yaani alikuwa hana imani kabisa. Alikuwa anaona hii hawa ni wa kwangu tu panya ni wa kudumu. Anasema siku mnapanda mnaacha makanisa yanawazunguka. Nasafiri naenda mbali kote huko. Nenda Mkolani. Ndio. Mama, nikasema acha tu niende maana mimi huko nimemuona Mungu. Ndio. Siku zote sijaona. Kule nimefika nimeona majibu yangu. Amina. Amina. Usiache kwenda mahali Mungu alikutendea. Usiache kwenda mahali Mungu alikutendea. Sema amina tena. Usiache kwenda mahali Mungu alikutendea. Mwambie na jirani usiache kwenda mahali Mungu alikutendea. Acha mizaa, acha mchezo. Acha uhuni. Mwambie sio Kiswahili kizuri lakini leo nakitumia, acha uhuni. Basi akawa anagomba anamwambia saa zingine tusaidieko naombi anasema mimi bwana hizo dini zenu zimekuja za kisasa. Za kisasa tunataka zile za zamani. Sasa na nani mimi mama hapana. Basi tunakuja kusali yeye anataka dini za zamani. Anataka sisi tulikuwa na Sabato. Basi anasema mama nikimwamsha yule yeye ajui za zamani ilikuwa hata usabato haupo. Saa 11 ilikuwa ni kwenye mizimu. Ajui. Kimpigia siku saa 11 muombe. Anasema mimi mama hamna. Anasema simu. Lakini alipokumbana na zile panya zikajaa nyumba. Baadaye sasa nikasema sasa ngoja nikutumie namba ya mwonaji. Ndio. Kwanza ulikuja, ulipokuja. Nikamwambia sasa wakati naenda sasa. Nikamwambia ngoja nikutumie namba za madhabahu ninayoiabudu. Ndio. Utaniambia. Tena nakupa siku 3. Yeye akawa ananicheka anaona kama vile kama umechanganyikiwa hivi. Kama Nuhu alipokuwa anawaambia watu wajenge safina. Alafu wanamcheka. Anaona kama hana. Ndio. Basi baadaye nikamtumia namba. Sawa. Ndio, akapiga simu. Akatumia simu akapigia. Nikampigia nikamwombea. Tukamwombea. Ulipomwombea. Nilimwombea siku ya Jumatano. Ndio. Alianza. Jioni kwanza kesho yake akaenda jikoni. Sasa kwa mbali kidogo zile nyumba za walimu. Ndio. Alikwenda kuwasha moto jikoni. Ndio. Akakuta kuna hirizi. Akakuta kuna hirizi jikoni. Na anaishi peke yake. Anajile nyumba kila mwalimu ana nyumba yake. Lakini zile katika walimu wanasema yeye ndio mwalimu wa kike. Wengine wote. Okay. Basi
Anaenda jikoni ili kuwasha kuni, moto akakuta hilizi kule imedondoka jikoni. Ndio. Imefunga nyuzi nyingi. Mvuli kulinyesha kubwa sana. Akaitoa ile hilizi, akachukua kimti. Alikuwa anaona nyumbani nikiona kitu kibaya nilikuwa sikishiki na mkono. Kwa hiyo akashika mti, akasukuma akafikisha kwenye maji mengi, ile hilizi ikawa imeenda na makoroboro. Siku iliyofuata hakuona panya hata. Mpaka sasa. Chapa makofi na vigeregere. Unaweza kuwa na panya, mwambie jirani yako panya tu. Kumbe sio wa kawaida. Wewe unachukulia kawaida, kumbe sio kuna mambo mengine unayaona ya kawaida. Mpendwa, sio ya kawaida. Nasema sio ya kawaida. Unahitaji Yesu. Unamhitaji Mungu. Kulikuwa na panya mpaka akawazoea. Kumbe hawakutakiwa kuzoewa. Muulize jirani yako, na umezoea nini ndani? Inawezekana wewe. Anasema yaani mama, nitakwenda kutumia. Hiyo ndio madhabahu. Naenda kusali, alafu natafuta nauli umlete nabii. Akasema mchungaji, kama usimlete mchungaji. Mchungaji ni mtu wa kawaida, sema nabii. Haleluya. Mimi sijasema. Wengine wanaanza kusema amesema, mimi sijasema. Amesema mama ametoa ushuhuda kwamba kuna vyeo vya kimungu, cheo cha kichungaji na cheo cha kinabii. Mwingine anasema sio cheo, ni kazi. Mama amesema ni vyeo viwili. Chapa makofi na vigeregere. Kuna jambo lingine la kuongezea au umemaliza? Umemaliza Alafu yani kabla ya hapo kufanya zilipokuwepo. Akawa anapita kubwa. Wale wafanyakazi wenzake. Ndio. Wanamwambia, wanaweza kupita tu wanamwambia, leo ulikuja una manguo mabaya. Kazi kumbe ni nzuri. Sasa hivi unavaa nguo nzuri. Unalinda. Baadaye kubwa wake sasa akawa amechukia kabisa. Akawa akiandika kitu chochote anapokea. Anamwambia tutaona, yani hata masuala ya mkopo, anamwambia tutaona kama utapata mkopo, mpaka anapiga meza. Anapiga meza anasema kama sikutoka Kigoma. Nayo yatafunguka na tumeshayafungua sasa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema funguka. Funguka. Tumeshafungua kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Uandike kazi zako vizuri. Unajua ni mwaka mpya na mambo